Ya haleluya, mtu wa Mungu, na kujia kwa wakati mwingine tena. Kwa dakika hizi chache nataka niongee mambo mawili matatu ambayo sababu za why hautaki ukweli. Kwa nini hautaki ukweli? Kwa nini hautaki ukweli? Yani manake ukweli unaouhitaji wewe, unaoutaka wewe ni ule ambao mbele yake kuna sifa, mbele yake kuna pongezi, mbele yake kuna kusifia. Ukweli ambao wewe unautaka ni ule ambao mbele yake hakuna kuaibika, mbele yake hakuna kuchekwa. Ndio ukweli unaouhitaji wewe, ila hauhitaji. Kwa nini? Nataka nikupe sababu za kwa nini wewe hautaki ukweli. Hautaki ukweli. Ni kweli ni askofu, ni kweli mchungaji, ni kweli una cheo hicho, ni kweli una fedha, ni kweli una mali, ni kweli una nyumba, ni kweli una magari, ni kweli una, lakini sababu ya kwa nini hautaki ukweli, unachohitaji ni ukweli ambao mtu akwambie ukweli, kwamba una gari, una nyumba, una nini, mbele usifiwe. Lakini hautaki ukweli wa kuambiwa acha ili baya, acha hili, acha hiki, acha hiki, acha hiki, acha hiki, epukana na hiki, shinda huku, acha hiki. Hayo hauyataki. Kwa nini hautaki ukweli? Hautaki ukweli. Nataka nikupe sababu chache zinazofanya ukatae ukweli. Usiukubali ukweli, ukatae ukweli kwa maneno na kwa matendo. Ukweli unaohitaji ambao mbele yake ambao kuna sifa, mbele yake ambao kuna pongezi. Sasa ngoja nikuoneshe ambaye wewe sio mkuu kuliko hawa, wewe sio mkubwa kuliko hawa ambao wewe kama uzitake sifa tu au utake ukweli ambao mbele yake kuna sifa, kuna pongezi za hapa na pale. Ngoja ni kuoneshe Matendo 2:37. Kabla sijasoma haya maandiko, ngoja ni kuoneshe kwa nini unaukataa, hautaki ukweli. Ni kweli una cheo fulani, ni kweli upo ngazi fulani za juu, ni kweli una namna fulani, hazi fulani, lakini kwa nini hautaki ukweli? Nataka ni kuoneshe hapa ni kwa nini unautaka ukweli tu ambao mbele yake kuna sifa, kuna pongezi, lakini ukweli ambao mbele yake kuna maonyo, kuna kukaripiwa, kuna kukemewa, kuna kukosolewa, huko utaki. Kwa nini? Ngoja ni kuoneshe sababu za why hautaki ukweli. Jambo la kwanza, ukweli unachoma moyo. Jambo la kwanza, ukweli unachoma moyo. Ukweli unachoma moyo, unachoma moyo mpaka kilindi cha moyo. Ukweli unachoma moyo, unachoma moyo, unachoma moyo kama moto, unachoma moyo kama kisu, kama panga. Ngoja nikuoneshe hapa Matendo ya Mitume 2:37 nasema walipoyasikia maneno haya wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Walipoyasikia maneno yale ambayo yalikuwa ni ukweli, yalichoma moyo. Cha kwanza, yalichoma moyo ili yalete matokeo. Wao wakafikiria na kutafakari, hapana, kwa ukweli huu imetupasa tuulize tutendeje, tuulize tufanyeje, ama la tuwachukulie hatua kali waliotuchoma mioyo na ukweli waliouongea. Ukweli, jambo la kwanza, ukweli unachoma moyo, kwa sababu unakuwa ni ukweli kabisa, unakuwa ni ukweli ndio. La kwanza, unachoma moyo. Haya, ngoja nikuoneshe jambo la pili, sababu why ukweli hautaki ukweli. Hautaki ukweli.
Jambo la pili, ukweli unaumbua. Ukweli unaumbua. Yaani wakati fulani hautaki hata ukweli unavyoambiwa, ukweli hautaki hata mbele za watu, yaani unataka kisirisiri, uambiwe kisirisiri, uambiwe mafichoni, huku mafichoni uambiwe liishie pale pale, lisiendelee. Yesu alisema nitakayowaambia sirini, nitakalolisema sirini litangazeni juu ya paa. Haya, wewe sidhani kama ni mkuu kuliko Yesu. Sababu za why hautaki ukweli. Ukweli unaumbua, na ili ubadilike, na ili uogope, lazima ukumbue. Ukishakumbua basi utakuwa na adabu fulani, utakuwa na nidhamu fulani. Kwa nini hautaki ukweli? Ukweli unaweka mageti ya kutokuwa huru vyovyote. Ukweli unaweka mageti, yani mtu ukimwambia hapana ukweli fulani, ukamwambia ukweli fulani hapana, ili acha, hapana, ili mbaya, litakuletea madhara haya 1 2 3, na mbele ya watu ukaongea, na mbele ya watu wakajua, watu wengi wakajua, lazima ni automatic ukuwekee mageti ya kutokuwa huru kwa chochote kilicho kibaya, kilicho na madhara. Kweli, kwani kuonesha wanafunzi wengine hapa baada ya watu hawa kuambiwa, Mathayo 15 mstari wa 12 anasema, ndipo wanafunzi wake walipomwendea wakamwambia, wajua ya kuwa Mafarisayo waliposikia neno lile walichukizwa. Ukweli unachukiza. Ukweli unachukiza, yani automatic. Unapokuwa unailanda mfano mbao, unailanda ambayo hapana, yenyewe pale haipati raha pale. Haipati raha pale. Kuna vitu fulani vinachomoka, kuna vitu vinatoka ili iwe safi, ili iwe safi, ili iwe sawa, ili iwe vizuri, ni lazima iparuzwe, ichongwe, ikatwe, ikwaruzwe, ifanywe vya kufanywa pale, basi ndipo inatoka ikiwa imara, ikiwa vizuri, ikiwa imependeza, ikiwa nzuri. Ndivyo ulivyo na ukweli unachukiza. Anasema alipoambia wanafunzi wake wakamwendea kwa yale maneno uliyoongea pale, walichukizwa. Bila shaka ongeaga ya kuwafurahisha, bila shaka ongeaga ya kuwafanya wasichukie, wote wawe sawa. Yesu akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Waacheni hao, ni viongozi vipofu wa vipofu, na kipofu akimwongoza kipofu mwenzake watatumbukia shimoni wote wawili. Kwa hiyo ukweli unachukiza, ukweli unachoma moyo, ukweli unaumbua, ukweli unaaibisha, ukweli ambao umelenga kukusaidia, kukuokoa, kukutoa kwenye maumivu fulani. Huo hauwezi ukakufanya wewe ni wakucheka muda wote, wakati fulani lazima ukuumize, ukukwaze, ukukwaruze, ndipo sasa uwe imara, ndipo uwe vizuri, ndipo uwe sawa, fiti. Ukweli, wengi nataka ukweli ambao mbele yake kuna sifa, kuna pongezi, kuna ukweli ambao umelenga kukusaidia, kukuokoa, kukutoa kwenye maangamivu fulani, kwenye maumivu fulani. Lazima wakati fulani ukuumize, lazima wakati fulani ukukwaruze, lazima wakati fulani uone ni kama sielewi, lakini kumbe ndipo unaelewa, ndio unaelewa. Huo ni ukweli. Kweli hizo ndizo zilikuwa sababu za why
hautaki ukweli ambao umelenga kukutoa, kukuponya, kukusaidia. Hizo ndizo sababu bila shaka zipo nyingi sana, hizo ni chache. Neema ya Kristo iwe pamoja nawe. Amen.